Okay. Kwa hiyo leo tunajifunza, bado tuko kwenye self discovery. Leo tuko kwenye point namba 6 ambayo ni 2.6. Tunasema mindset that is necessary for a successful life, kwamba mtazamo ambao ni muhimu wewe kuwa nao ili uweze kufanikiwa katika maisha, kwamba unahitaji kuwa na mtazamo wa aina gani ili uweze kufanikiwa katika maisha. Sasa nianze kwa story. Miaka ya zamani, kabla tujakuwa na computers, kujakuwa na vitabu, kujakuwa na namna ya kurekodi taarifa ama kurekodi maarifa, maana yake ni taarifa na maarifa. Wazee wetu walikuwa wana transfer knowledge, ufahamu na maarifa na taarifa kwa kupitia story ambazo zinakuwa zinatoa kwenye mdomo mmoja kwenda mwingine, maana kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine. Kwa hiyo kuna hadithi nyingi ambazo tulikuwa tunazisikia tukidhani kwamba ni hadithi, lakini actually ni wazee wetu walikuwa wana transfer ufahamu, ni wazee wetu walikuwa wana transfer knowledge and experience kwa kutumia stories. Kwa hiyo miaka ya nyuma, kabla ya kuja kwa vitabu, kuja kuwa na kompyuta, za kuja kuwa na namna ya kurekodi na kutunza kumbukumbu, ili kutransfer maarifa na taarifa kutoka kizazi kimoja kwenda kingine, basi wazee wetu walikuwa wanatumia stories. Sasa kuna hii story inaitwa Genie in the Bottle. Hii story iko kwenye Biblia kwa njia tofauti kidogo, nitaisema hapo baadaye. Hii story ziko kwenye mila na tamaduni za Kiarabu. Hii story iko kwenye mila na tamaduni za Wazungu. Hii story iko kwenye mila na tamaduni za Waafrika. Kwenye Biblia inaongelewa kama Suleimani na Mungu, lakini the essence of the story is the same, kwamba kwa Waarabu hii story ni ya Aladdin and the Genie in the Lamp, kwamba Aladdin alikwenda kuvua, katupa nyavu zake kwenye bahari, akakokota na samaki, lakini alipokuja kwenye pwani kufungua ile neti, akakuta ndani ya ile neti kuna kama wanaita lamp, wengine wanasema ni chupa, wengine wanasema ni taa, wengine wanasema ni chungu, lakini alikuta sasa akawa kama anairabu hivi kuisafisha ili aone kwamba hivi ni nini kitu kina thamani. Kwa akawa anaifutafuta, wakati anaifuta kafungua mdomo wa ile chupa ama ile light ama ile chungu, mdomo kafunguka, jini akatoka. Yule jini akasema, aisee, ninakushukuru sana kwa sababu mimi nilikuwa nimefungiwa humu ndani kwa 1000 years. Kwa hiyo wewe umenifungua, umenipa uhuru, umenipa kupata uhuru wangu. Kwa hiyo kwa kuzawadia nitakupa 3 wishes. If you have 3 wishes, I'm going to grant them. Kwa hiyo Aladdin akapewa 3 wishes aweze kuzisema, na of course story inasema kwamba alitoa 3 wishes na akazipata. Kwenye Biblia tunaambia Suleiman alimpendeza Mungu sana kwa kutoa dhabihu. Baada ya kutoa dhabihu, Mungu akashuka kwa njia ya malaika akamwambia, sema chochote unachotaka nami nitakupa. Kwa hizi stories actually zinaeleza ukweli kwamba ndani ya nafsi yako kuna uwezo mkuu umefichwa ambao utapaswa kupangusa na kuosha na kusafisha ili uwezo ule utoke, na ule uwezo uko ndani yako unakwambia chochote utakachoniambia nitakupatia. Whatever you wish you're going to get. Unajua kuna msemo na Kiswahili wa Kiingereza unasema kwamba be careful what you wish for it may come true, kwamba uwe makini na kitu ambacho unakitamani, kitu ambacho una wish kingekuwa, kwa sababu huenda ikatokea, na ukweli ni kwamba inatokea, kwamba na tutaona inatokea kwa njia gani. Kwa sasa kama wewe ungekutana na jini, kama ungekutana na malaika, kama ungekutana na mtu mwenye uwezo wa kupatia wish yako, wewe ungeomba upate nini? Tulijifunza pale mwanzoni kwenye wakati tunaingia kwenye darasa, ngasema kwamba ndoto yako huwa tunaanza na vision, ili uweze kufanikiwa katika maisha, ili uweze kuwa na amani, furaha na utoshelevu wa maisha.
lazima uanze na vision kwamba ni nini unaona, ni nini unataka. Kwa nafsi yako inatamani siku zote uiambie kwamba hivi unataka nini? Hivi wewe Jay unataka nini? Omari unataka nini? Hivi wewe Mary unataka nini? Kila mtu nafsi inataka ifahamu kwamba Happiness unataka nini? Esther unataka nini? Kila nafsi inatamani uiambie kwamba unataka nini, kwa sababu kile unachokiambia nafsi yako unakitaka, trust me, eventually utakuja kukipata. Kwa hiyo hebu tukumbushane, unakumbuka hii tuliongelea hapo nyuma kuhusiana na mindset, tukasema kwamba huyu ng'ombe anaongozwa na mtoto mdogo tu, na ng'ombe ametulia kabisa, ingawaje ng'ombe kwa physically ana uwezo wa kumararua huyu mtoto, lakini kwa sababu ya mindset ya training ya huyu ng'ombe anamfuata huyu mtoto kwa utulivu kabisa. Huyu donkey amekaa amezuiwa na hiki kiti kwa sababu mindset yake imemwambia hawezi kuondoka, kwa sababu amefungwa kwenye kiti cha plastiki. Kitu cha plastiki ambacho hakiwezi, yani compare to a donkey it's nothing, ni kama karatasi, lakini huyu donkey amekaa ametulia kwa sababu amefungwa, na kilichomfunga sio hii kamba, ni mind yake imefungwa, ni his conditioning katika understanding yake, katika mind yake ndio kimemfunga. Na huyu mtoto ambaye anamuongoza huyu ng'ombe hajafungwa na hii kamba, ni mind ya huyu ng'ombe imefungwa. Ndio maana tunasema kwamba kama utakuwa na maisha ya furaha, maisha ya utajiri, maisha ya mafanikio, lazima kwanza uone huyo mtu aliye na furaha, aliye na utajiri, aliye na mafanikio, umuone ndani yako. Usipomuona, ukiona mtu ambaye amefungwa, ukiona mtu ambaye hafanikiwi, ukiona mtu ambaye analaana, ukiona mtu ambaye ameshindwa, ndicho utakachoki-experience katika maisha yako. Huyu ng'ombe na huyu donkey wamefungwa, lakini hawajafungwa na hii kamba, wamefungwa kwenye mind yao. Watu wengi wanashindwa kufanikiwa sio kwa sababu hawana uwezo kufanya kitu, ni kwa sababu akili yao imefungwa na conditioning walizozipitia kwenye utoto wao na kwenye ujana wao. Kwa hiyo wakitaka kufunguliwa, tunasema kwamba ni lazima wapokee taarifa mpya ambazo zitamshtua na kusema kwamba we donkey, acha ujinga, toka hapo, hicho ni kiti. We ng'ombe, acha ujinga, huyo mtoto unampiga teke tu anaondoka, kwa sababu amepokea taarifa mpya sahihi zikamwezesha kuamka katika usingizi. Kuna msemo unasema kwamba kundi kubwa la mbuzi linaloongozwa na simba linaweza kumdefeat, linaweza kuwapiga kundi kubwa la simba linaloongozwa na kondoo. Yaani una jeshi kubwa la kondoo linaongozwa na simba, upande wa pili una jeshi kubwa la simba linaongozwa na kondoo, walete waje kuclash. Hawa jeshi kubwa la kondoo linaloongozwa na simba watawapiga jeshi kubwa la simba linaongozwa na kondoo. Kwa nini? Ni kwa sababu mtazamo na uwezo wa yule kiongozi unasaidia kundi zima linafanikiwa. Familia zinafeli, familia zinaanguka, makampuni yanafeli, makampuni yanafilisika, yanaanguka, nchi zinafeli, nchi zinafilisika. Si kwa sababu ile nchi hazina uwezo, ni kwa sababu ya uwezo wa yule kiongozi ambao watu wanamwangalia. Kwa hiyo kama recap, lakini kwa kusaidia zaidi, kwamba tumejifunza kwamba mawazo ni vitu, thoughts are things. Mawazo ni mbegu, everything else is harvest. Mawazo ni mbegu, kila kitu kingine ni mavuno. Kile unachokifikiria leo kuhusiana na past yako, present yako na future yako, kile unachokifikiria leo ni mbegu, kitazaa kesho yako. Leo yako hii unayoiona ni matokeo ya mbegu ya mawazo uliyokuwa nayo huko nyuma, kwamba huko nyuma kuna mbegu ulipanda ya wazo fulani ndio likakufikisha hapa leo. Kwa hiyo kama kesho yako unataka iwe by design, lazima uchague unawaza mawazo ya aina gani. Na maneno pia ni vitu. Words are seeds, everything else is a harvest. Kitu gani unawaza? Na mawazo unapoyatamka yanakuja katika format ya maneno. Ndio maana nasema fikra
ni mbegu, lakini maneno ni mbegu, kwa sababu fikra zako, mawazo yako huwa una express kwa njia ya maneno. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba unazungumza kitu gani, unawaza kitu gani, lakini inaanza nyuma. Kabla ya hapo, inaanza kwenye unachokiamini. Kile unachokiamini kinatengeneza unachofikiri. Kile unachofikiri kinatengeneza unachosema. Kile unachosema kinatengeneza hisia. Hisia zinatengeneza mvuto na maamuzi. Maamuzi yanatengeneza destiny yako. Ndio maana nasema kwamba unaangalia kile unachokiamini, kwa sababu kitadetermine utawaza nini, utasema nini, na mwisho utafeel namna gani, na utatenda namna gani, na hatima yako itakuwaje. Kwa sisi tunazungumza hivi ili kusaidia kwamba wewe kama wewe ni spirit, ni roho, una nafsi, unaishi kwenye mwili. Mwanadamu ni roho, ana nafsi, anaishi kwenye mwili. Kwa hiyo usikubali mazingira ya nje ya kwenye nafsi na kwenye mwili ya define wewe limit yako ni nini. Ukimchukua leopard ama leopard ukamchukua leopard ukamkuza kama paka nyumbani kwako, unafikiri atakuwa paka? Ukamchukua simba ukamweka kwenye zizi la ng'ombe, ukamlisha kama unavyolisha ng'ombe, unafikiri atakuwa mkubwa au afanane na ng'ombe? Kinachomtofautisha sio chakula anachokula, sio mahali alipo. Kinachomtofautisha ni ile mbegu iliyoko ndani yake, ndio inamtofautisha kwamba huyu ni simba. Hata kama ungemlisha chakula cha binadamu, simba atakuwa aje kuwa simba. Kwa hiyo mara nyingi tofauti ni kwamba wanadamu tuna uwezo wa kufikiri, kwa sababu tuna nafsi na mwili. Kwa hiyo wakati mwingine tunaruhusu nafsi zetu na miili yetu iamue kwamba sisi ni watu wa namna gani. Kwa hiyo inatuwekea mipaka. Mimi ni mwanamke, kwa hiyo unajiwekea mipaka kama mwanamke. Mimi ni Mwafrika, unajiwekea mipaka kama Mwafrika. Mimi ni sijasoma, unajiwekea mipaka kama mtu ambaye hajasoma. Sina mtaji, unajiwekea mpaka kama mtu ambaye hana mtaji. Lakini ukweli ni kwamba hii mipaka yote ni mipaka tunaiweka kwenye akili zetu, kwa vile ambavyo tunaamini, mwisho wake tunafikiri, tunasema, tunahisi, tunahisia, alafu tunatenda. Kwa hiyo lazima tubadilishe. Tunaporuhusu vitu ambavyo tumevifanya, ambavyo tumevipitia, viamue kwamba sisi ni watu wa aina gani, tunaharibu future ambayo tungeweza kuwa nayo. Naomba nirudie tena, tunaporuhusu experience yetu tuliyopitia. Unaona kwenye hii seko hapa juu tunazungumza kuhusu mazingira yanaamua knowledge, maarifa ulionayo. Maarifa yanaamua experience, experience inatengeneza belief, belief inatengeneza value system, baadaye unafanya choice, then inakupeleka kwenye mazingira. Kwa hiyo mara nyingi, kwa mfano, unapotaka kuajiriwa wanakwambia lete CV. Sasa CV ni testimony ya past. CV inatoa ushuhuda kile kitu ambacho umewahi kufanya huko nyuma. Haina maana huko mbele utaweza kufanya kile kile ama utafanya zaidi, lakini kwa sababu ya limitation yetu kama binadamu, huwa tunasema kwamba tunataka mtu unapoomba CV, wakati tunatafuta daktari, tunataka mtu ambaye ameshafanya kazi kama daktari. Kwa hiyo tunaangalia nyuma ili tukabili mbele ya huyu mtu kuna uwezekano atafanya vizuri, kwa sababu huko nyuma alifanya vizuri kwenye eneo hili hapa. Kwa hiyo hiyo inatusababisha hata sisi kwenye maisha yetu tunajikuta tunaangalia past yetu ili tuchague future yetu itakuwaje. Kwamba mimi nimezaliwa kwenye familia maskini ya kinyonge, basi unasema basi mimi nitakwenda tu mpaka hapa, kama mimi nitafanya mpaka hapa. Kuna mtu anaweza kuuliza kwamba wewe kwenye mkoa wako kuna mtu ameshafikia hata kuwa waziri mkuu, unataka kuwa rais. Wewe kwenye mkoa wako kuna mtu amefikia hata ameenda hapo South Africa. Wewe unataka kwenda Marekani, sijui kwenda wapi. Kwa hiyo watu wanakupima na kukuchagulia future yako kwa kuangalia past yako, na kwa bahati mbaya na sisi wenyewe tunajikuta tunafanya hivyo hivyo. Tunaruhusu kwamba past yetu na present, wakati mwingine ambao present mara nyingi throughout the time it's present continually ina become past. Yani the last minute, ili darasa tumelianza in the past. Omar, umenyosha mkono, ulikuwa na swali ama kuna kitu sikie?
Hello? Uko okay? Okay, sawa. Kwa hiyo tusikubali kuruhusu experience yetu ya nyuma itumike kwenye akili yetu kujudge future yetu itakuwaje. Tafuta future unayoitaka wewe kama kwenye genie in the bottle, alafu iambie nafsi yako hiki ndicho ninachokitaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu let me ask you, let's say ukaamua kwamba unataka kufanya kitu kikubwa sana ambacho kwenye familia yako hakuna ambaye amewahi kufanya, kwenye ukoo wako hakuna ambaye amewahi kufanya, kwenye kabila lako hakuna amewahi kufanya, kwenye taifa lako hakuna ambaye kufanya. Let's say ukaamua kufanya hicho kitu hivi, hata kama kisipotokea, wewe unapata hasara gani? Utapungukiwa na nini kumfanya maamuzi ya kwamba mimi nataka nipasue hichi kitu kwa nguvu zangu zote, kwa akili yangu yote na uwezo wangu wote, alafu kisitokee? Wewe utakuwa umepata hasara gani? Huna hasara. Lakini ukweli ni kwamba hata kama hutafikia 100 kile kitu, kafikia 80, 70, 60, bado utakuwa umefika mbali kuliko ambavyo ungekaa kutulia na kuamua kuacha past yako ndio iamue future yako itakuwaje. Natumaini tunaelewana. Okay. Kwa hiyo kuna mambo machache ambayo nataka tuyangalie ambayo ni critical kwa ajili ya kusaidia wewe uwe na mtazamo ambao unahitaji kuwa nao ili uweze kufanikiwa. Kumbuka tunaongelea ni mtazamo gani, ni attitude gani, ni mindset gani unatakiwa uwe nayo ili uweze kufanikiwa. Cha kwanza, lazima uamue major focus yako ni nini. Last week tulikuwa tunaongelea kuhusu hilo. Tunasema kwamba lazima uamue, choose with all you have in you, accept it within. Lazima uamue major focus yako nini. Of course unaweza kuwa na minor focus na even minor focuses, lakini lazima uchague kwamba mimi future yangu itakuwa ni hii, ninatamani maisha yangu yajulikane kama hii. Ukisikia Nyerere akilini mwako linakuja ni Mwalimu na kiongozi wa taifa, si ndio? Ukisikia Arnold Schwarzenegger unajua ni actor. Ukisikia Diego Maradona unajua football. Ukisikia nani, ukitaja boxing kuna jina linakuja. Ukitaja business kuna jina linakuja. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu alikaa kaamua, bwana, mimi future yangu ninataka, my life nataka iwe about this. Ndio nikasema tafuta muda, tenga muda, dakika 15, 20, 30, tenga muda uweze kuamua kwamba bwana, mimi ninaamua maisha yangu focus yake itakuwa ni hii. Kama una vitu vingi, okay, kuwa na minor focus. Sema major focus yangu number 1 ni, na niliwapa assignment, bado sijapokea kutoka kwa mtu yoyote, lakini niwapa assignment kwamba uniambie major focus yako, na kama una minor niambie minor yako. Kwa hiyo choose one thing to be your major focus. Okay? Kwa hiyo utachagua kitu kimoja ambacho utasema hii ndio major focus yangu, then kama una minor utakuwa na minor. Lakini ukishakichagua, chichague kutoka ndani ya moyo wako. Namba 2, na ndani ya hiyo moja nasema kwamba lazima major focus ipate major time na usiwe na excuse. Maanake ni kwamba kila siku tenga muda kwa ajili ya hii major focus yako, kwamba okay, ninataka niwe daktari. Kwa hiyo kila siku lazima kuwe na kitu ambacho ninafanya kwa ajili ya kufikia hii ndoto ya daktari, hata kama ni kuapply au ni kusoma majarida au ni kuingia online kutafuta chuo ama vyuo ama ni kuomba msaada, lakini hakikisha kwamba kila siku una spend major time kwenye major focus ambayo umeichagua. Tunaposoma kwenye maandiko yanasema kwamba utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Mimi nasema utaichagua major focus yako na kuipenda kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Utaweka imani yako hapo, utakazia mtazamo wako hapo na utafanyia kazi hapo. I'm telling you, ukiamua kufanya hivyo, give me 3 to 5 years, lazima nchi itakutambua.
lazima watu watakutambua, kwa sababu utakuwa umeondoka kutoka kwenye average unakwenda kwenye exceptional. Kama mtu anaspend hata 30 minutes a day tu kusharpen kile alichokichagua kama major focus, 30 minutes a day maximum, hata kusema 20 minutes a day every day for 3 years, lazima utakuwa recognized kwenye hiyo field kwamba huyu mtu ni exceptional. Lazima utatoka kwenye normal utakwenda kwenye exceptional, na utatoka kwenye exceptional utakwenda kwenye extraordinary, lakini lazima uichague hiyo major focus. Na shida kubwa tulionayo watu wengi ni kwamba hatuna maamuzi. Watu wengi wanakuja kwenye darasa la mastermind wanakuwa na mwalimu, mimi nashindwa nichague nini, anything. Last week niliwaambia kwamba kaa chini, angalia kitu ambacho unakuwa watu wanakufuata kwa ajili ya hicho. Angalia kitu ambacho una click nacho, angalia kitu ambacho unajisikia kukifanya toka moyoni. Andika 3, 4, 5, katika hivyo chagua kimoja. Lazima uchague kimoja, fanya maamuzi. Na nikasema watu wanaofanikiwa huwa wanajifunza skill ya ku make decision. Fanya maamuzi, fanya maamuzi, na ukishafanya maamuzi, hata kama umekosea, baada ya mwaka mmoja au miwili, hata baada ya miezi 6, unaweza ukabadilisha. Lakini trust me, ukifanya maamuzi kutokea ndani, baada ya kukaa na kutulia na kufanya okay na peki, utakuja kugundua kwamba I did the right decision. And then namba 2, nasema lazima kama wanafunzi, kama watu ambao tunataka kufanikiwa, lazima tu eliminate energy drainers. Kuna vitu ambavyo vinakunyang'anya, vina drain nguvu zako. Unajua mafanikio yanakuja kutokana na kwamba unafanya kazi. Kusoma ni kazi, kujifunza ni kazi, kutafuta kuelewa ni kazi, na kufanya kazi ni kazi. Lakini hutaweza kufanya kama kuna vitu vinakunyang'anya nguvu yako. Kwa lazima utafute hivi ni wapi ambapo nina drain, kuna energy, nguvu yangu inapotea. Nguvu yangu inapotelea wapi? Angalia, unajua tuna masaa 24. Watu wanasema mwalimu, mimi sina muda, niko busy. Naambia no, tuna masaa 24. Katika masaa 24, masaa 8 unalala, masaa 8 unafanya kazi, unabakia na masaa 8. Haya masaa 8 yaliyobakia unafanya nini? 8 hours every day. Masaa 8 unalala, masaa 8 unafanya kazi, unabakiwa na masaa 8 ya kwako kufanya chochote utakachokitaka. Haya masaa 8 ya kwako unafanyia nini? Hapo ndipo tunapata watu exceptional, hapo ndipo tunapata watu extraordinary, kwa sababu katika ile masaa 8 kutoa nusu saa tu, kusema hii nusu saa ninaiweka kwa ajili ya kufanya my major focus. I'm telling you, ndani ya miaka 3 hatutakutambua. Kwa lazima sasa uondoe energy drainer, kwamba masaa 8 unalala, hakikisha kijana unalala 8 hours. Lala 8 hours, na lala kama ukipungua sana basi 6, lakini ideally sleep 8 hours. Unalala masaa 8, unafanya kazi masaa 8, na ukiwa kazini fanya kazi. Usitegetege wala usiingie kwenye mambo mengine. Ukiwa kazini fanya kazi. Yanabaki ya masaa 8. Haya masaa 8 yanaendaga wapi? Tafuta kufanya audit. Haya masaa 8 huwa yanaenda wapi? Angalia unayapeleka wapi ya masaa 8, then angalia ni wapi unapoteza nguvu zako, and then ondoa vile vitu. Get rid of things and people you tolerate but you don't like. Kuna watu unawavumilia, wanakupotezea muda, wanakupigia simu ovyo ovyo. Unajua watu wanaopoteza muda huwa wanapenda kupoteza in a company. Hakuna mtu anayependa kupoteza muda peke yake. Kwa hiyo watakupigia simu, they will try kutafuta ili ujoin kwenye kupoteza muda. Sasa na wewe kama hutakuwa mwangalifu, utajikuta unaingia kwenye mkenge, unaingia kwenye kupoteza muda nao. Kwa hiyo angalia ni wapi yale masaa 8 yaliyobaki ya binafsi, tawala binafsi, yanapotelea wapi. Hebu fikiria, imagine kipindi ambacho ulikuwa very happy, ulikuwa unafanya nini? Unatafuta stop energy drainers. Kipindi ulichokuwa very happy ulikuwa unafanya nini? Kwa sababu unapokuwa happy ni nafsi yako inakupa feedback, hicho unachofanya ni cha sawa. Kwa hiyo tafuta kurudi pale kwenye place of happiness. The last time you were very happy ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unakuwa nani?
I am extraordinarily happy when I teach and I teach people and people understand me. Hii inanipa furaha. When I am teaching, when I am becoming a teacher, an instructor, a person who gives and help people to find information that transforms their life, inanipa furaha. Ndio maana natafuta mara kwa mara kurudi mahali hapo, sababu hapa ndipo mahali pananipa furaha. Tafuta mahali ambapo ulipokuwa na huzuni sana, ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unakuwa nani? Hii itakusaidia kukimbia mahali pale, kwamba mahali pale sio pa kwenda, kwa sababu pale pananipa. Unapokuwa na huzuni, ni mekanizmu Mungu ameiumba ndani yetu kutupa feedback kwamba usiende hapo, usifanye hicho. Huzuni inatupa maumivu, maumivu yanatupa feedback kwamba hapo ndipo upaswi kuwepo. Unajua, imagine kama ungekuwa husikii maumivu kikatwa. Unajua, mtu ungeweza kukatwa mkono alafu usijue, ukaendelea na shughuli zako mpaka tuambie, hey, wewe Omari, una mkono mmoja, umekuwaje? Maumivu ni mazuri. Maumivu yanatupa taarifa kwamba kuna sehemu pamepata shida. Kwa hiyo unapaatendi pale sehemu ili pawe whole again. Unapokuwa na huzuni, unapokuwa na maumivu, unapokuwa na masononeko, ni nafsi na kupa feedback. Haya mazingira, the person you are being, what you are doing, you should not be doing. Tafuta kuondoka hapo. Sasa imagine ni mambo gani na maeneo gani, ni shughuli gani, ni environment gani ambayo unapokaa unakosa furaha, unakosa amani, unajisikia uchungu, unajisikia kupoteza muda. And then ukishajua, tafuta ni mahali gani unakuwa happy, mahali gani unajisikia raha, mahali gani unajisikia empowered and happy and excited na kujisikia kwamba unatoshelevu. Then fanya strategy ya kutoka mahali kwenye mazingira ambayo yanakuumiza, uende kwenye mazingira ambayo yanakupa furaha. Hapo ndipo utakuwa kwenye mafanikio. Namba 3, upandisha kiwango cha utendaji wako. Raise your standard. Tegemea zaidi kutoka kwako na kwa watu wa karibu wako. Usikubali watu ambao wana viwango vya chini kwa karibu na wewe. Kataa kuwa mediocre. Mediocre maana yake ni okay. Unaosha gari lakini sio chafu, sio safi. Unavaa nguo hauchukizi lakini haupendezi. Unafanya kazi, una print kazi yako Omari, ni sio mbaya lakini sio nzuri. Yani haivuti macho ya mtu, haimvuti mtu kuiangalia, lakini of course haiwezi kusababisha ufukuzwe kazi, kwa sababu you're not exceptional but you're not bad either. Uko average. Kataa hiyo. You need to go extra mile. You need to create an environment within yourself na watu wanakuzunguka kwamba wewe ukubaliani na nusu nusu. Ukiingia umeingia, kama ni kutoka basi utoke. Kwa wale ambao tumeajiri watu ama tunategemea kuajiri watu, watu wanaokuja kwenye mazingira yako, wafundishe kwamba hutakubaliana na excuses za mediocre, yani kuwa bora liende. Mediocre maana ni bora liende. Sasa mtu bora liende kwenye environment yako, jaribu kumtrain. Mpe muda miezi 3, 6, ukiona hafundishiki, terminate, chana naye. Kwa sababu ile mediocrity na excuse behavior inaambukiza kuliko behavior ya kuwa exception. Exceptional behavior tuna tendency ya kuadmire, tuna tendency ya kuifurahia, lakini hatuna tendency ya kuikopi. Mediocrity, excuse behavior, tuna tendency ya kuikopi na kuifuata, sababu ni rahisi kuteremka kuliko kupanda mlima. Kwa hiyo ukikaa karibu na watu wenye tabia ya kuwa na excuse, tabia ya kufanya vitu bora liende nusu nusu, eventually utawakopi. Najifunze kutokupoteza muda wala kupoteza fedha. Sasa next week tutaanza kwenye skills za maisha, tutaanza na time management. Lakini hapa nataka uchukue ili kwamba jifunze kutokupoteza muda. Yaani amua kwamba mimi sitakubali niwe ninapoteza muda. Kwamba sitapoteza muda, sitapoteza fedha yangu. Fedha yako hata likiwa buku 1000, hata ni buku tu, iweke kwenye account, sema hii ni fedha yangu. Yaani fedha isitoke ovyo ovyo. Kuna tabia ya kuchukua 100 unasema hii ni 100 tu. Ama hii ni buku tu, nishike 1000 tu. No. Ukianza kuchezea 1000 utachezea ni laki.
10,000. Ukianza kuchezea 10,000 utachezea laki. Ukianza kuchezea laki, eventually utachezea milioni. Ukianza kuchezea milioni utachezea bilioni. Kuna marafiki zangu wananiambia, yani nilikuwa na milioni 10 kwenye account, hata sijui imeenda wapi. Kama ambavyo wewe unasema ulikuwa na 10,000 hujui imeenda wapi. Kuna mtu anasema nilikuwa na milioni 10 hata sielewi imeendaendaje. Yaani niweza kutoa 1,000, niweza kutoa 200,000, laki ngapi imeisha. Kama ambavyo wewe una 10,000 una laki, unasema yani nilikuwa na laki last week, nilikuwa na laki kwenye account, kwenye M-Pesa, kwenye Tigo Pesa, sijui imeenda wapi. Hivyo hivyo kuna mtu ana milioni 10 anasema hajui imeenda wapi. Kuna mtu ana bilioni 1 anasema hajui imeenda wapi. Ukianza kuchezea hela ndogo ndogo, eventually utachezea hela kubwa. Ukianza kuchezea dakika 10, dakika 20, unasema ngoja ni past time hapa na washikaji. Mwisho utachezea siku, utachezea miezi, na eventually utachezea maisha yako, sababu jamaa amezeeka lakini mtu mzima ovyo, ana chochote cha kuonyesha. Lakini alianza kuchezea dakika 10, dakika 20. Eventually akawa anachezea siku. Eventually akawa anachezea wiki. Mwishoni mwezi, mwaka, eventually, kwa sababu successful life inaanza na successful hour. Mtu ambaye amefanikiwa katika maisha anaanza na kufanikisha 1 hour, and then 1 day, and then a week, a month, a year, a decade, a lifetime. Kwa jifunze kabisa kuwa mgumu, kuwa mjeuri, kuwa mkali na muda wako na fedha yako. Usikubali mtu achezee fedha yako, usikubali mtu achezee muda wako. Kwa hiyo maana yake ni assign kila muda uliopewa na kila pesa uliopewa kusudi fulani. Jumatatu jao ni sikukuu, una plan kufanya nini? Weka timetable. Weka plan kwamba Jumatatu ni sikukuu, nitakuwa na masaa 16. Katika masaa 24 kwa na masaa 16 nitafanya 1, 2, 3. Mimi nina kalenda ya mwaka mzima. Kila weekend najua ina assignment gani. Kila holiday nishaipangia assignment yake. Kila siku, kila mwezi, kila wiki nimeipangia assignment yake. Kwa hiyo ninapomwambia mtu samahani sina muda, sio kwamba muda haupo, lakini tayari kila senti ina assignment yake. Kila pesa, kila muda una assignment yake. Kwa fedha inapoingia ile ambayo sikuipangia kuingia, tayari nimepanga kwamba in case nikipata milioni 1, nikipata 500,000 nitafanya hivi. Ili kwamba hata ikija hela kwa bahati mbaya kwa bahati nzuri, bahati nzuri imepiga tena ikaingia. Juzi niliitwa kwenye training, nilikuwa likizo, wakaniita, wakana watu fulani, kampuni fulani hivyo, wakaniambia bwana una nafasi uje tufanye training. Nikasema okay. Kaja nikaenda kufanya training, ilikuwa naongelea mambo ya grieving kwa wanaume na jinsi ambavyo inatuathiri. Basi mimi nikaondoka, wakaniambia bwana tutumie invoice. Invoice yani nini? Sema yeye kwa ajili ya ile session ya kiasi gani? Wasema wewe unahitaji kiasi gani? Suddenly na milioni 1.5 ambayo sikuwa nina assignment, lakini kwa sababu kwenye program zangu ninawekaga kitu, sio kwamba kama nitapata extra money katika kota hii nitafanyia hiki na hiki. Kwa hiyo kuna vitu vimekaa vinasubiri fedha. Lakini kuna watu, kuna fedha zimekaa zinasubiri matumizi. Matokeo yake unayatumia vibaya. Na muda wako ni hivyo hivyo, uwe una vitu vya kufanya vinasubiri. Sasa hivi nina vitu kibao vya kufanya ambavyo vinasubiri muda. Muda ukitokea tu, let's say tumefika ofisini, umeme umekata ama internet imezingua, sina nashindwa kufanya kazi, kuna vitu vingine naweza kufanya tayari viko kwenye list vinasubiri. I waste no time, I waste no money. Everything comes for a purpose. Hivi ndivyo ambavyo unaweza ukajiondoa kwenye average. Huwezi kuwa average, huwezi ukafanya kila ambacho wanafanya watu wa kawaida alafu upate kipato ambacho wanapata watu sio wa kawaida. You cannot do what everyone else is doing and expect to get what everyone else is not getting. Yani ni sowing and reaping, cause and effect, seed and harvest. Kwamba kama unafanya kitu ambacho if you're doing what everyone else is doing, guess what? You are going to get what everyone else is getting. So if you are to get what others don't get, you must do what others are not doing. Ili upate kitu ambacho wengine hawafati, lazima ufanye kitu kingine wafanye. Na ili ufanye kitu ambacho wengine hawafanyi, lazima uwe na mtazamo, lazima uwe na fikra, lazima uwe na macho na focus na akili tofauti na majority. Unajua uwezo wa kufikiri sio kila mtu. Ndio maana watu wengine wako okay kuajiriwa na kuishi fine.
Lakini kama wewe Mungu amekupa uwezo wa kufikiri na uwezo wa kufanya na uwezo wa kuona mbali na uwezo wa kufanya maamuzi ambayo wengi wanashindwa kufanya, maanake ni kwamba wewe umetengenezwa, umeundwa ili uje kuwa msaada kwa wengine. Sasa usiwe average wakati you are created to be exceptional. Na kingine katika ku raise your standard, amini kwamba unaweza kufanya na ucreate an understanding ndani yako, tengeneza uelewa ndani yako kwamba hakuna jamna nyingine, yani siwezi nikafanikiwa kwa njia nyingine zaidi ya hii, na kwamba ni lazima nifanikiwe, na utaona utafanikiwa. Na anza kubehave, anza kufanya, kuwa na tabia, anza kutengeneza tabia ya kutokea pale ambapo unatamani uwe kwenye ile standard unaotakiwa uwe naye. Hata kama hujafikia hivyo ambayo inazungumza hii kwamba this is an ideal, hujafika, lakini anza kubehave kama hivyo immediately. Mwambie watu, mimi sina muda wa kupoteza, nimepanga hivi weekend hii nafanya. Anza hivyo, anza kubehave, na eventually kwa hivyo, kwa sababu ndoto yako ni maisha yako, na ni kumbukumbu yako, ni legacy yako. Nampenda huyu Mohamed Yunus, ni Nobel Peace Prize winner. Anasema kama hatufikii kitu ni kwa sababu hatujaweka akili yetu katika hicho kitu. If you are not reaching into achieving something, kama hatufanikishi kitu fulani, ni kwa sababu hatujaweka akili yetu, mindset yetu, create that which we want. Ni kweli kabisa kwamba mindset yetu ndio inatupeleka ambao unakwenda. Sasa mara nyingi vinavyotuzuia tusi create kitu ambacho tunakitamani ni either fear inatuzuia ama love inatuvuta. Love inatupeleka katika utajiri, wingi, afya, mali, furaha na good luck. Maana nini good luck? Ni bahati njema. Lakini hofu inatuletea kuwa na upungufu, magonjwa, umaskini, kuwa na furaha na bahati mbaya. Sasa ni uchaguzi tu, kama mimi ninachagua love, wewe utachagua fear. Mimi ninachagua kuwa wealthy, kuwa na abundance, huyo anachagua scarcity. Mimi ninachagua kuwa na afya, huyo anachagua magonjwa. Mimi ninachagua kuwa na furaha, huyo anachagua kuwa huzuni. Mimi ninachagua bahati njema, huyo anachagua bahati mbaya. Na sasa sema, mwalimu, unachaguaje? Kwa maneno yako. Kile unachokiamini ndani yako ndicho ndio uchaguzi wako, kwamba umeweka ndani yako kwamba mimi ni mtu wa kupendwa. Kumbuka nilizungumza kuhusu professions, vitu ambavyo tunavikiri mara kwa mara. Sasa ni lazima ufanye maamuzi kwamba mimi I choose love. Put aside fear. Fear haitaondoka moja kwa moja, itaendelea kubaki inaning'inia hapo, inasubiri labda utafungua mlango ingie, lakini wewe make a decision. I am deciding that I'm operating on love in abundance, wealth, health, happiness and good luck. Wale watu wenye ambao siku zote wanakuwa na bahati njema, wanaona nini? Ni watu tu wamefanya uchaguzi. Sawa. Okay. Nafikiri nimemaliza kwa leo. Basi ninaomba kama tuna maswali niweze kukaribisha maswali kabla tujamaliza. Leo tumemaliza in good time. Karibuni kama kuna maswali.